festive season, treat yourself at Canal Park Hotel, just 5 kilometers from Kisii town off Kisii-Kilgoris Road. Enjoy luxury, comfort, and a 10% discount on all accommodation services. Book now. Ni tarehe 7 mwezi Disemba mwaka 2025 na kukaribisha katika taarifa zetu za ripoti ya weekend. Langu jina Ronalfa na mwelekezi wangu akiwa ni Bwana Lucas Ouma. Ungana nami hadi tamati. Tukianza ni kwamba kiongozi wa chama cha DPK Eugene Wamalwa ameikosoa vikali chama cha UDA kwa hatua yake ya kumondoa seneta wa Kakamega Daktari Boni Khalwale kutoka wadhifa wa kiwanja cha wingi kwa seneti, akiwa na hatua hiyo ya adhabu kwa msimamo wake wa muungano wa mkono mgombea wa DPK Seth Penyako kwenye uchaguzi mdogo Malafa. Akizungumza katika hafla ya kuwachapisha mfalme wa ukoo wa Mareba huko Butura, kaunti ya Busia, Wamalwa alisisitiza haja ya jamii ya magharibi kuungana na kisiasa na kuitaka serikali ya kitaifa pamoja na zile za kaunti kuwekeza zaidi katika kuhifadhi na kuendeleza tamaduni za Afrika. Tuna nafasi nzuri kuja pamoja. Tumeona hii katika uchaguzi mdogo wa Malava, tumekuja pamoja hata watu kutoka vyama vingine. Yule Senator Boni Khalwale amepigwa teke sababu alikuwa anapigania heshima ya Mluya kule upande wa Malava. Nataka niambie Boni Khalwale the bullfighter, kama wanakutema wana UDA karibu DAP, sisi tuko na chamba yetu, tuko na nyumbani, mwite ndoko. Hatunafungua milango kwa wote. Wito wa umoja na siasa za maadili umetolewa na viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Kisii, wakihimiza viongozi wa kisiasa kuchukua maneno matubu ya kuweka maslahi ya kitaifa mbele ya uchaguzi wa mwaka 2027. Wakizungumza katika ibada maalum ya maombi huko Ogembo, Machoge Chache, viongozi hao pia waliitaka serikali kuhakikisha vijana wanashirikishwa ipasavyo katika utekelezaji wa ajenda za maendeleo nchini. Ninaomba serikali yetu iweze kufika mwananchi karibu, tufanye maendeleo sisi wote kama Mkenya, tuweze kuungana mkono, tuache mambo ya marumbano, tuache mambo ya vita, tuweze kujenga nchi yetu tukufu ya Kenya. Serikali yetu iweze kuangazia masuala ya vijana, wanapofanya programs zao waweze kuleta vijana, waweke karibu, wasipague vijana, maana ndio wingi katika jamii. Ili tukiungana pamoja, Kenya yetu itakuwa bora kabisa na kila mtu atajihisi yuko sawa. Naiomba serikali yetu waunganishe watu wetu wote waje pamoja ili tuweze kufanya maendeleo, maana pasipo amani maendeleo hatasonga. Rais wetu tumuombee mema, atufanyie maendeleo. Mamlaka ya barabara kuu nchini Kenya imechukua hatua kabambe ya kuimarisha usalama barabarani kwa kubaini maeneo hatari ya ajali na kutenga bajeti ya ajili ya kubuni upya miundombinu ya barabara kuu. Akizungumza mjini Thika, mwenyekiti wa bodi ya Kenya Winnie Ngumi alieleza kuwa miongoni mwa wale wa maeneo yaliyofanyiwa marekebisho daraja la Nithi katika barabara ya Nairobi, Embu na Meru ambalo limekuwa likisuhishwa kwa ajali nyingi. Aidha, Kenya imepanga kufanya ushirikishwaji zaidi ya umma kuhusu barabara ya Lilon Mau ili kutoa ufafanuzi kuhusu ada za matumizi. We as Kenya have identified all the black spots. We have identified all the black spots within the country. At the board level, we have allocated budget, including budget for Nithi Bridge, which we have redesigned, courtesy of a presidential directive that we have to ensure that Nithi Bridge is designed to take care of road safety issues.
Wewe kama mtu anatengeneza dawa za kulevya, because most of them, we have backstreet laboratories. Can you speak out? Because if you don't speak out, how will the authorities know? So we wananchi, we are the people who are hiding these dealers. We are the people who are hiding these manufacturers. If a person comes and starts manufacturing second generation alcoholic drinks within the estate, within the village, because now they've moved to the villages, can you speak out and say there's something going on here and we do not know? Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Dr. Fred Matiang'i amepongeza viongozi wa dini kwa kusimama kidete kukemea uongozi duni, akisisitiza kuwa sauti ya kanisa ni muhimu katika kutelekeza taifa. Kizungumza mjini Kajiado wakati wa harusi ya mwana wa Askofu Gadiel Lilin wa Dayosisi ya Kajiado, Dr. Matiang'i aliwataka viongozi wa taifa kuheshimu ushauri wa viongozi wa kiroho, huku akitaja familia, imani na jamii kuwa nguzo kuu ya mshikamano wa kitaifa. Bishop Ole Sabit na wale viongozi wa NCC, na ninawapongeza na ninawaunga wale msimamo mmechukua kuhusu uongozi wa nchi. Safari hii tafadhali msimame imara. Wakati ule mwingine hata kanisa ilitumika vibaya. Unafiki na ukora ulipitishwa kwa mambo ya dini, na huo unafiki ndio umetuletea shida sana. Serikali ya kaunti ya Kakamega imetoa agizo la kufunga mara moja mgodi wa dhahabu ya Shiveye baada ya mnyonyoko hatari ulioua wanajimbaji watatu. Naibu gavana wa Hayub Savula alipotembelea eneo hilo alisema hatua hiyo itawezesha wataalamu wa jiolojia kufanya ukaguzi wa kina na usalama, akijumuisha uchunguzi wa muundo wa uongo, mwinuko wa ardhi na visirai vingine vya kisayansi kabla ya kuamua iwapo shughuli hizo za ujimbazi zinaweza kuendelea. Zamu kirudi hapa tena nyinyi wale. Hakuna anarudi hapa sasa. Hata tunakutana. So ifunge, mimi nita coordinate na expert geologists of mining ministry wakuja hapa waangalie na environmental experts. Sawa sawa. Kwa sababu mchanga yote ikifunikia watu wengi hapa tutapoteza watu kwa mine kama hivi. Tuseme yani tulie kidogo mpaka tuangalie vile watapima topography ya soil hapa. Sawa. Mchanga itakuwa. Sawa. Wale wameaga tutajaribu kuwasaidia tuone vile watazikwa. Lakini for now hapana. Na hivi tu Shanta Gold hatutaki Kolomani. Katibu wa mchezo Salim Mvuya amepuuza ziara ya kiongozi wa chama cha DPC Rigathi Gachagua Pwani, akisema kushindwa kwa chama hicho uchaguzi mdogo Magarini ni dalili ya kupoteza sapoti. Akizungumza Lungalunga, Mvuya alimshtumu Gachagua kueneza siasa za mgawanyiko zinapaswa kutatuliwa na serikali pana. Sikia juzi Bwana Gachagua amesema safari hii ya Disemba anataka kuandaa mikutano kujumuisha chama yake ijulikane huku. Mimi nawataka kuwashauri tusipotoshwe na watu wa siasa ya kibinafsi. Ile ya muhimu, rais wetu Daktari William Samoei Ruto amehakikisha sote tumeungana. Hata wale walikuwa ODM, wale walikuwa UDA na vyama vingine, sasa wote pamoja na KANU tuko ndani ya serikali. Hatutaki watu ambao wataturudisha nyuma. Hatutaki watu ambao mfano hawana, ni upinzani wa kila siku, hawana jambo la kutekeleza. Na hata nasikia hapa Kwale kuna wengine pia wako kwa programu hiyo. Wangapi wanasema Ruto ni two-term? Ruto ni two-term. Na ukimwona mtu yapinga jua ni mchawi wetu huyo. Kwa sababu kesho mkiniekea mtu mwingine nitafuata vipi mimi? Mlango ambao nimeujua kuingia ni wa Ruto. Ofisi ambayo tunaweza kukanyaga na kumuulizia watu wetu ni ofisi ya Daktari William Samoei Ruto. Ule mwito wa gavana ambao anasema ya kwamba makundi haya ya wamama na wazee yaweze kutoka ile ngazi walikuwa wapande juu. Na nimesikia hapa mko na ushuhuda ya kwamba mna hiyo nia ya kwamba muwe na kampuni, na hayo ndiyo malengo. Ndugu zangu wananchi wa Lungalunga, kwanza nataka niwaambie ya kwamba hakuna mahali ambapo unatafuta pesa kwa urahisi. Hakuna njia nyingine, njia ni hii ya
Moto mkali umezika ekari nyingi za mashamba katika kaunti ya Narok usiku wa Jumamosi. Wafanyikazi wa zimamoto waliofanikiwa kuzuia kiu cha mawingu cha moshi kuenea hadi kwa wakazi wa mashamba jirani. Tukio hilo likitokea siku chache tu baada ya mtaalamu wa hali ya hewa kutabiri msimu mrefu wa joto kali na ukame hadi Februari, huku chanzo cha moto hicho kikiwa bado hakijafahamika. Katibu wa afya ya umma na viwango vya kitaaluma Mary Muthoni ametoa wito kwa Wakenya kuwa waangalifu zaidi katika msimu huu wa sikukuu, akionya kuhusu ongezeko la nyama isiyoidhinishwa na madaktari wa mifugo inayouzwa kiolela sokoni, huku akisitiza haja ya kushikilia na serikali za kaunti kuhakikisha wakaguzi wa nyama wanafanya kazi kikamilifu wakati huu ambapo visa vya sumu ya chakula vinaongezeka, na pia akadharisha dhidi ya ununuzi wa dawa kiolela, akisema baadhi ya magonjwa yanaathirika tena na dawa kutokana na matumizi mabaya. I have seen the other day a number of people who were hospitalized after taking food in an event. Please, let us ensure that food handling is taken with the highest level of hygiene. Let us ensure that the hygiene around our homes, in the hotels, in the restaurants is at its highest. We do not want to hear people are being admitted in hospitals because of having eaten contaminated food. I am calling upon all veterinary officers and public health officers to ensure that the inspection takes place across the country. We want people to eat meat that is inspected. We want hoteliers and food handlers to have the certification, and equally to ensure that the food handlers are able to provide the highest level of hygiene in the vicinity and the facilities where they offer services. This is a Christmas period, and people will be moving from one point to the other. I'm asking and pleading with our drivers, please drive safely. Injuries can occur, but where we can prevent, it is important that we drive safely on our roads to avoid accidents that are going to cause miseries in our households. I want to urge each one of you to equally take this time to have screening at the community level. Our community health promoters are on it. Our community health promoters will be able to take your blood pressure. They'll be able to check your blood sugar. They are going to be able to even remind the women and the teenage mothers who are in the houses to go for their prenatal and antenatal clinic, and equally postnatal clinic. And during delivery, remember, SHA is taking care of our mothers, and we are going to be able to have safe deliveries in our hospitals. Serikali ya kitaifa imeanza kuchukua hatua kali kuhakikisha uwajibikaji katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kuimarisha ukaguzi wa ghafla na kuwapigia marufuku wakandarasi wanaoshindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo, ili kulinda pesa za umma na kuhakikisha wananchi wanafaika na miradi hiyo. Akizungumza katika ziara ya ukaguzi wa miradi kaunti ya Kericho, naibu mkuu wa wafanyikazi anayesimamia utekelezaji wa unafasi serikalini Bwana Owalo alifichua kuwepo kwa tofauti kubwa kati ya ripoti rasmi na hali ya halisi ya miradi mashinani. Yeah, he must finish this market by end of January. Yeah. If not, we are going to get him blacklisted. Yeah, we can't just play around like this. He's been paid everything by government. There is no single certificate he has raised which has not been settled. And still he's not performing. In all the 4 markets, he's behind schedule. That's unacceptable. He doesn't even come to site when we are coming here for the site meeting. If he does not deliver, we will get him blacklisted and debarred from undertaking government projects in the future. Thank you.
Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa kwa wakati wako. Na kufikia hapo ndipo nafika tamati katika taarifa zetu za ripoti ya weekend. Zidi kutufuatilia katika mitandao yetu, tuko pale kama Ndizi TV Africa. Na usiende mbali, ifikapo mida ya saa 3 mwanahabari wetu Chemtai Kirui atakuwa anarejea na kutuambia yale ambayo yamejiri kwa kina. Langu jina Ronelfa na mwelekezo wangu amekuwa ni Bwana Lucas Ouma. Usiku mwanana.